Tunaona jinsi ambavyo Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi wake, na wakati Yesu yuko na wanafunzi wake walipenda kutembea pamoja naye wakati mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi wasingependa kuona Yesu anawaacha peke yao wakati wanaendelea kutembea pamoja naye. Lakini tunamwona Yesu alipokuwa pamoja na wale wanafunzi wake akawaambia wanafunzi watangulie kwenda ng'ambo. Amina. Na yeye akwenda pamoja nao. Biblia inasema yeye alibaki akaenda mlimani faragani kwa ajili ya kwenda kuomba. Mwambie jirani yako, mwambie Yesu anajua kila kitu kwenye maisha yetu. Yesu anajua kila kitu kwenye maisha yetu. Na wakati Yesu anabaki mlimani kuomba akiagana na wale wanafunzi ambao alikuwa akiwafundisha mahali pale, akaaga akaenda mlimani kwa ajili ya kupata utulivu. Ilikuwa ni kawaida yake Yesu baada ya kufanya kazi ya Mungu kwenda mlimani kwa ajili ya kwenda kuomba. Na alipofika huko kwenda kuomba, tunaona wanafunzi walipanda chomboni. Na walipopanda chomboni wakafika katikati ya bahari. Na katikati ya bahari, katika kwenda kwao wakakutana na dhoruba katikati ya bahari. Upepo mkali ukatokea na vitu mbalimbali na ghasia mbalimbali zikatokea katikati ya bahari. Lakini kwa sababu tunaona Yesu kwamba yeye anajua yote. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka wakati nasoma nilikuwa ninawaza kitu kimoja, kwamba inawezekana wakati Yesu alikuwa akipiga magoti pale mlimani mahali pa faraga kuomba, alikuwa akiwatazama wanafunzi katika ulimwengu wa roho wakiwa wakiendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekana kabisa alijua nini kitatokea. Haleluya. Na tunaona wanafunzi hawa wanafika katikati ya bahari na ni usiku wa manane. Upepo unatokea katikati ya bahari. Na wanapoona upepo unatokea katikati ya bahari, wakaanza kupambana wenyewe. Haleluya. Walizoea kuona kuwa wanapopata shida Yesu anatokea mbele yao na kusababisha mambo fulani yatokee. Lakini sasa Yesu hayupo katikati yao, yuko peke yake, yuko mlimani anaomba. Na wao wako chomboni sasa wanaelekea ng'ambo ya pili kama jinsi ambavyo Yesu amewaelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa katikati ya bahari, Biblia inasema baada ya ule upepo mkali Yesu akaona ile hali. Katikati ya usiku wa manane Yesu anaondoka na kuwafuata mahali walipokuwa. Lakini cha ajabu kilichotokea katikati ya wanafunzi wale ni ile walipoona mtu akitembea juu ya maji, kitu ambacho kwa hali ya kawaida sio hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wakashangaa, pamoja na kwamba walikutana na ile misukosuko, walikutana na lile dhoruba, lakini walipoona kuna kivuli kinatokea katikati ya bahari, hawakuweza kufikiri kwa haraka kwamba ni yule Yesu tuliyemwacha ng'ambo ambaye alituagiza twende ng'ambo ya pili. Hawakufikiria kwa rahisi. Biblia inasema wakati wanaendelea na kupambana, wakaona kivuli kwa mbali kinatokea. Biblia inasema wakafadhaika mioyoni mwao, wakaogopa. Wakaona kwamba tumetokewa kwa namna nyingine, au unaweza ukasema walihisi kama wametokewa na mzuka au pepo. Si ndio Wakaogopa. Biblia inasema wakaogopa, wakapata hofu ndani yao, wakaogopa. Lakini tunaona Yesu anatokea kwao, anawaambia msiogope, ni mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Anawajaribu kuwatia moyo katika hali ambayo walikuwepo, akasema ni mimi hapa. Nataka tujifunze kitu. Kwa nini ninakuleta kwenye historia hii? Nataka uelewe kitu hapa. Haleluya. Tunamwona Yesu wakati anatokea katikati ya bahari akijitambulisha kwao. Wanafunzi wengine walikuwa ni kama hawaamini vile. Tunaona kwamba hawakuwa na imani baadhi yao kwamba ndiye Yesu ambaye anatokea katikati ya bahari. Lakini akatokea mwanaume mmoja ambaye anaitwa Petro katikati yao. Akasema, Yesu, ikiwa wewe ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Naipenda hiyo. Akasema, Yesu, ikiwa wewe ndiye, hebu niite na mimi nije nitembee juu ya maji. Yesu akamwambia Petro, njoo. Tunamwona Petro anaanza kutembea juu ya maji na kumfuata Yesu alipokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Petro anamfuata Yesu akitembea juu ya maji. Lakini alipoendelea kutembea juu ya maji, Petro akakumbuka jambo moja. Kama ambavyo wewe wakati mwingine kuna vitu ambavyo Yesu amevifanya kwenye maisha yako, lakini kuna mazingira ukikutana nayo ni kama wanaanza sasa kuamini kwamba hivi Yesu yupo kweli. Ni kweli ulianza naye vizuri na kweli umeokoka kweli, lakini kuna mazingira ukipitia unahisi kana kwamba Yesu hayupo pamoja na wewe. Unaanza kuteteleka kama vile ambavyo ilimtokea Petro. Bwana Yesu asifiwe. Petro akiwa anatembea juu ya maji akakumbuka kwamba hivi kweli mimi natembea juu ya maji.
Alafu cha ajabu akaanza kuona sasa upepo ule ule unatokea na mawimbi yanatokea. Lakini mawimbi alipotokea, Petro akaogopa, akashikwa na hofu. Aliposhikwa na hofu, Biblia inaniambia akaanza kuzama. Na alipoanza kuzama, alikuwa anazama na Yesu akiwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vitu nataka tujifunze hapa. Mwambie kaa taratibu ujifunze kutoka kwa Petro. Mwambie kuwa makini ujifunze kutoka kwa Petro. Haleluya. Tunamwona Petro alikuwa na Yesu wakati anazama. Wewe leo unaye Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaye na unatembea naye mahali popote unapokuwa. Unapokuwa kwenye biashara unakuwa na Yesu. Unapokuwa kazini kwako unakuwa na Yesu. Na unapokuwa nyumbani kwako unakuwa na Yesu. Lakini kuna mazingira fulani yakitokea kwenye maisha yako, unajikuta unasahau kwamba unaye Yesu yuko pembeni yako, ambaye amekuvusha kwenye mazingira fulani. Na kuna mazingira Yesu alikwambia njoo na ukaenda ukafanya jambo likatokea. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Petro akiwa anaendelea akazama, pamoja na kwamba alikuwa na Yesu. Wakati Petro anazama, akakumbuka kitu kimoja. Akasema, kwa nini nazama wakati hapa niko na Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Aliyeniambia njoo alikuwa ni Yesu. Na kwa nini nazama? Akakumbuka. Akaita Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatokeza mbele yake, tunaona anamuinua Petro. Nini nataka kusema asubuhi ya leo? Petro atembea juu ya nini? Juu ya maji. Naomba useme haleluya. Na usisinzie mapema. Mwambie usimwombee mchungaji alishaomba. Mwangalie, mwambie usimwombee alishaomba. Haleluya. Haleluya. Nini nataka kusema hapa? Wakati Yesu anatoa maelekezo kwa wanafunzi wake, akasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Akawaambia wapande kwenye kile chombo. Maana yake yalikuwa ni maelekezo ambayo Yesu aliyatoa. Nataka nifanye kwa mtazamo wa kwamba kuna maelekezo Yesu anayatoa kwenye maisha yetu, lakini kuna wakati kama wanadamu tunateteleka na kusahau kwamba tumepewa maelekezo na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukipata maelekezo ya Yesu, utakiwi kuogopa kitu chochote. Na utakiwi kuruhusu mashaka yoyote. Ukiamini ya kwamba ninaye Yesu kwenye maisha yangu, huo ni mtaji pekee ambao unakuonyesha kwamba sipasi kuishi maisha ya mashaka au maisha ya wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya wasiwasi huleta matokeo yasiyokuwa na faida. Bwana Yesu asipewe sifa. Maisha ya wasiwasi huleta matokeo yasiyokuwa na faida. Kwa nini? Kwa sababu Petro aliruhusu hofu. Yesu alimwambia, alipomwona Yesu akamwambia njoo, akatembea juu ya maji. Alitembea hatua chache, lakini kwa sababu ya hofu Petro alishindwa kuzifikia baraka zake. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine sisi kama wanadamu, kuna wakati tunapitia mazingira fulani, na yale mazingira tunasahau kwamba Yesu ametuita sisi. Unajua kila mtu aliyeokoka ni mtu aliyetengwa. Sema aliyetengwa. Aliyetengwa. Ni mtu maalumu aliyetengwa na Mungu. Na kama yule mtu maalumu aliyetengwa na Mungu, maana yake huyu mtu ni sehemu, amezaliwa kupitia mtu fulani ambaye ni Yesu Kristo. Kanisa limezaliwa na Yesu Kristo. Na kama kanisa limezaliwa na Yesu Kristo, limetengwa. Ni jambo fulani lililotengwa, ni watu maalumu waliotengwa. Kwa hawa watu ni wana wa Mungu, au hawa watu ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Na kama ni sehemu ya ufalme wa Mungu, maana yake wewe una haki zote mbele za Bwana. Maana yake wewe una haki yote mbele ya Yesu Kristo. Chochote unachokipitia unatakiwa usiwe na mashaka, kwa sababu Yesu yeye ndiye baba yako na ndiye kimbilio lako kwenye maisha yako. Unaporuhusu hofu, unaporuhusu mashaka, kuna vitu unavipoteza, au kuna haki za msingi ambazo zinazipoteza kama mtoto wa Mungu. Mwambie jirani yako, mwambie usiogope. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haki unazipoteza. Mtoto wa kawaida katika familia, mtoto jasiri siku zote huwa upata faida nyingi.
Kwa sababu anakuwa anajitambua. Anajitambua ya kwamba huyu mimi ni baba yangu na huyu mimi ni mama yangu. Kwa anajua kabisa kwamba nina haki ya kumwendea na kutaka kitu chochote. Na ndio maana mtoto anapokuja mbele ya baba na mama huwa haogopi kitu chochote. Na wakati mwingine anaweza akatoa mpaka mahitaji ambayo anaamini kwamba nikisema bado inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu ya imani kwa wazazi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kadhalika vivyo hivyo sisi ni watoto wa Mungu. Kama ni watoto wa Mungu, lazima tuwe na imani na mzazi wetu. Kwamba Yesu akiwa kama baba, lazima tuwe na imani naye. Na lazima tuishi katika maisha ya kutokuruhusu hofu. Mtoto mwenye hofu anakosa haki zake za msingi, kwa sababu anapoenda kwa mzazi huwa anaendaga kwa uoga, ni kama hajiamini vile. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama akienda, anaweza asiseme mahitaji yake kwa ujasiri, kwa kujiamini, na wakati mwingine akapoteza mambo fulani kwa sababu ajiamini. Amina. Unatakiwa uwe na imani na kujiamini kwa Bwana. Amen. Kwamba tumezaliwa, tumekuwa sehemu ya ufalme wa Mungu, na Yesu ni baba yangu, na Yesu ndiye mzazi wangu. Kwa lolote ambalo nalihitaji kwake, mimi nitapata, kwa sababu baba anawajibika kwa watoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini nasema hivyo? Petro alikuwa ni mwanafunzi. Alimfahamu Yesu vizuri. Alijua kule mahali Yesu alipita miujiza aliyoifanya. Amen.